So mtu wangu karibu tena kwenye YouTube kwetu, and of course Ogo Obinna ana trend sana kwenye mtandao ya kijamii baada ya statement fulani ambayo aliweza kuipost katika Instagram account ya kwake na kusema kwamba anataka rematch ya Mbafu Destroyer na Majembe iweze kufanyika State House, kitu ambacho watu wengi ukiangalia kwenye mtandao wameonekana kabisa, ama watu wengi wanampinga ama wanampigia sana mawe Ogo Obinna. So guys, kama unataka kuelewa mbona Ogo Obinna ana trend kwenye mtandao ya kijamii, ukiingia kwenye Twitter ukiangalia bado Ogo Obinna ana trend. So guys, huenda pia ni mara ya kwanza kupatana na YouTube kwetu, na kukumbusha tu uweze kusubscribe ili uelewe zaidi kitu ambacho kinazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. So watu wangu, kumbuka kuna hii fight ambayo iliweza kufanyika, boxing ya Majembe and of course Mbavu Destroyer. Kumbuka ile fight ilikuwa ni kubwa sana kwenye mtandao ya kijamii, waliweza kuihype kubwa sana, and of course watu wengi waliweza kuiattend. Pia Mr President aliweza kusupport na kutoa pesa za kwake kuweza kusupport ile match, and of course ni viongozi kadhaa pia content creators na watu wengi waliweza kujitokeza kuweza kumsupport Ogo Obinna kwa sababu yeye ndiye aliweza kuorganize ile fight. So after hii fight imeisha, Mbavu Destroyer and of course na Majembe, Ogo Obinna alienda straight kwenye mtandao ya kijamii na kuweza record video fulani ambayo ilienda sana viral kwenye mtandao ya kijamii, akisema kwamba alitaka mafans waweze kusuggest kama rematch ya Mbavu Destroyer na Majembe inaweza kufanyika katika State House, kwa sababu kumbuka pia ile fight watu wengi wanasema kwamba Mbavu aliweza kuibiwa na ile fight haikuwa ya ukweli. Pia kinacho Free Syria pia aliweza kuingilia Ogo Obinna kusema kwamba ile fight ilikuwa scripted. So kitu ambacho kinafanya sana Ogo Obinna aweze kupigwa mawe ni kwamba watu wengi wanamuona kwamba Ogo Obinna anajaribu kuunganisha serikali ya William Ruto na Gen Z ama Wakenya, kwa sababu kusema kwamba rematch iweze kufanyika State House, watu wengi wanasema kwamba huenda Ogo Obinna aliweza kulipwa ili aweze kufanya kitu kama ile. Nakumbuka pia kuna pictures ambazo watu wengi wamekuwa wakipost kwenye Twitter katika ile campaign ya Mr President. Kuna video fulani ama kuna picha fulani ambayo Ogo Obinna aliweza kuonekana anambeba President William Ruto kwenye wheelbarrow. So watu wengi wanamuona sana Ogo Obinna kuwa mtu wa karibu sana na Mr President. Of course wanaona kwamba Ogo Obinna anajaribu kuunganisha Wakenya ama Gen Z na Mr President, kitu ambacho ukumbuka hapa 254 ama Kenya, watu wengi wanazidi kumpinga sana, ama watu wengi wanazidi kupinga sana serikali ya William Ruto. Of course ukiangalia katika mtandao ama katika social media za Ogo Obinna ameweza ku lose subscribers over 150k kutokana tu na ile statement ama ile video ambayo aliweza kuifanya na kusema kwamba watu waweze kusuggest kama rematch inaweza kufanyika State House. Of course iliweza kumpea loss ambayo ni kubwa sana na kuweza kupoteza subscribers kwake kwenye YouTube channel ya kwake ya Obinna TV. And of course watu wengi pia wameonekana Obinna akisema kwamba anajaribu kuunganisha serikali ya William Ruto na Wakenya. And of course katika mitandao mambo imechemka, and of course Ogo Obinna anazidi kupigwa mawe ama anazidi kutrend kwa sana, and of course anazidi kulose followers wake kutokana tu na kuonekana ama kuonyesha kwamba ana support serikali ya William Ruto, kitu ambacho pia hatuna uhakika kabisa, kwa sababu hatujamsikia kabisa yeye mwenyewe akisema kwamba anamsupport Mr President, kwa sababu alisema kwamba anataka hawa maboxers ama wale jamaa ambao waliweza kuparticipate katika ile fight pia waweze kupata kitu ama waweze benefit. So hatuelewi kabisa Ogo Obinna anajaribu kusupport hao majamaa ama anajaribu kuunganisha serikali ya William Ruto na Wakenya. So guys, tunazidi kufuatilia hii story ili tuweze kuelewa kabisa ama tuweze kujua ukweli kamili wa maneno, kwa sababu hii ni video tu ambayo Ogo Obinna alifanya na kuuliza mafans wake kama wanaweza suggest ile fight iweze kufanyika State House. And of course hakusema kwamba itaweza kufanyika, lakini Wakenya wanazidi kumpiga mawe sana kwenye mtandao wa kijamii kusema kwamba anamsupport William Ruto, na pia kuweza kutoa files ama evidence ya ile picha ambayo alionekana akimbeba Mr President kwenye wheelbarrow, kwa sababu watu wanaonyesha kwamba yeye ni mtu wa karibu ama mtu wa kindani sana wa Mr President. So guys, tunazidi kufuatilia hii story ama tunazidi kufuatilia hii trend. Kama ni mara ya kwanza, usisahau kusubscribe kwenye YouTube yetu, alafu kumbuka kuniachia maoni yako na kushare
video ya kwetu.